tunajua una kazi nyingi na bwana mjumbe wako hapa bwana Messi, lakini kuna kero imetokea sasa kwa wakulima toka jana, ambaye yenyewe inasababisha hao wakulima wanapokuwa wanakuja na mazao yao, ana gunia zake, ana debe zake 8.5, 9, 10. Ikija mashineni mnakataa kupokea huo mzigo. Kama mteja wako mnakataa. Na kuna baadhi ya mashine ziko hivyo. Karibuni zote zile ambazo zenyewe zimeshaweka huo utaratibu. Lakini pia tukajaribu kuuliza kwa mkurugenzi jana, tukauliza kwa mtu mkulima anatoa mpunga wake, mimi na bodaboda yangu nataka nilete kwenye mashine yako kwa ajili ya kuweka vigunia vyangu 10. Nimebeba mwenyewe, sio amebeba kuli. Kuli yule tutaelewana na mimi pale kwenye mashine yako, ili mimi kama mteja wako leo debe zangu 10 nimezileta pale, mwenye mashine anakataa. Sasa kitendo kile kikaonekana kwamba kimeleta adha kwa hawa wateja wenu. Maana mimi naita hawa ni wateja wenu. Lakini ukija Chisanu debe 10 wanaweka mashineni kwao, japo hawana mashine nyingi kama Mlindi. Ukija Chita tatizo hilo halipo. Ukija Mgeta tatizo hilo halipo. Na sehemu nyingine na kuendelea mpaka Ifakara. Mlimba kuna nini? Hiyo ndio hoja ambayo imeletwa na hao wakulima. Hiyo ni moja kwa upande wa mashine. Lakini tumejaribu kuzungumza na mtendaji kata hapa kutokana na mageti walikuwa wameyaweka wao. Hayo mageti yamekaaje? Tuambie, maana kuna watu sasa wanapigwa faini. Faini wanapigwa 50,000. Mtu ana roba zake 4 anapigwa 50,000. Anaambia akisema anaomba risiti anasema ukitaka toa kila roba 200,000. Huna basi wewe chukua tu hii 50,000 mpunga wako unaenda nao. Sasa mkulima anaona bora tu alipe ta ile 50,000 aokoe mpunga ule ukwepo. Anaondoka. Sasa ikawa hivyo, ni watu wengi tu wamefanywa mambo kama hayo, wakalalamika. Walivyolalamika nikaambia msifanye maandamano kwenda kugombana na hao watendaji. Kama kweli mna changamoto njoeni CCM tuzungumze. Ndio unaona wakulima wote wamejaa. Hao wote ni wakulima, wamekuja hapa, wana malalamiko yao, na bahati nzuri tumempigia mtendaji kata hapa. Mtendaji kata tulipompigia akasema, "Bwana sisi tumeshaondoa zuio la hivyo viroba, mtu anatoka shambani kwake ana debe zake 10, sisi tumeshaondoa zuio toka jana." Akati jana kuna watu wamepigwa faini. Leo kaitwa na mkurugenzi yuko halmashauri. Sasa umeweka zuio, akasema sisi sasa hivi iliyobakia ni mkulima na mfanyabiashara mwenye mashine. Tukasema basi tuwaite wafanyabiashara kwamba hawa wateja wenu wanapokuja na mzigo wao wanataka kuja kuweka pale kuhifadhi, unawakataa kwa sababu ya kuweka debe 10, kwa sababu ya kuweka debe 9. Naeleweka mbele? Wakulima niko sawa sawa? Niko sawa eh? Sasa nikaona basi ni vema hapa tusiite wenye mashine wote. Mimi wote wenye mashine wengine siwajui. Pengine namjua Messi na Umbendo, pengine nani? Bushiri, Daipesa, lakini kuna mashine zingine pengine Jabiri. Sasa tukisema wote tuanze kupiga simu tunawaita haileti maana. Lakini kuna kiongozi wao. Kiongozi wao ni nani? Bendo ambaye ndo katibu. Lakini uzuri wa Bendo alichokifanya hakukataa. Na mimi nikushukuru sana kwenye hilo. Jamani tumpigie makofi sana Bendo. Hukukataa, ukakubali kuja, lakini umekuja na mjumbe wako mwenye nguvu kabisa. Kwa hiyo mimi nikuombe kwenye hili kilio hiki cha wakulima hawa. Hawa walitakiwa wengine wanatoka Mlimba B na sehemu nyingine huko Miembeni na wapi. Ilipaswa hawa zile changamoto za mashine na changamoto zao ziwekwe hadharani pale. Ufanyike mkutano mkubwa kabisa waelewane kati ya hawa na wenye mashine wao. Kama wateja wao. Ungekuwa ni mkutano mzuri wenye maamuzi ambao na wao wangekuwa sasa hivi hawasingeandamana kuja CCM. Sasa hiko hakikufanyika. Kimefanyika kidogo sana, tena waliitwa zaidi katika maelekezo ambayo nilikuwa nimeyapata, waliitwa sana watumishi pale Mlimba B na diwani. Hii ilikuwa ni kosa. Ulitakiwa waite ambao wenyewe hawa ndo waanga wenyewe. Waitwe hawa, ufanyike pale mkutano, diwani kawaita, akawaelekeza na nyinyi mkatoa ufafanuzi, hawa wakaelewa. Leo wasingeandamana, wangeona ni kitu cha kawaida, wangeweza kufungasha. Sasa wanaona sehemu nyingine
yako hayo, huku Mlimba kuna nini? Kwa hiyo hiyo ndio hoja ambao wao walikuwa wamekuja nayo. Kabla hatujamuinua Mbendo, kama kuna sehemu mimi nimesahau, basi mkulima yoyote anaweza kainuka akayasema, kwa sababu mimi nimewasikia sana hapa wakati nimekuja, kero yao kubwa ni nini, wakaniambia ndio hiyo. Nikasema basi ngoja tumpigie mtendaji kata. Mtendaji kata akasema sisi tumeondoa hiyo zuio kuanzia jana. Nikamwambia sawa, na hivi amewatuma mtendaji wa kijiji na bwana shamba ambaye ni Wile, ameambia kwamba waje hapa kwenye hichi kikao. Mpaka sasa wanaendelea kuchelewa. Sasa nirudi sasa kwa wakulima, kabla hatuja Mbendo hajasema haya ambaye nimeyazungumza mimi. Kama kuna jambo lolote nimelisahau, basi na nyinyi karibuni sana. Sawa. Viroba hivi vya debe 7 ndio aweze kutueleza, sio wakulima kama wakulima hapa, hiyo katazo ya viroba vile vikubwa ile alivipata wapi? Sababu kama mkurugenzi alipigiwa simu jana alikataa, anasema yeye hana taarifa nalo. Pili tukaongea na yule Wila akapiga ofisi ya mkurugenzi, na anasema ile zuio hizo hana. Mbendo hiyo taarifa kuzuia nani ya viroba vikubwa yeye amevitoa wapi? Na la pili, kuanzia sasa, sababu mtendaji kata kasema ile zuio kalifuta kuanzia jana, na maana ameshajua kosa lake alilofanya. Sawa. Kuhusu viroba vikubwa hivi, Mbendo yupo tayari kuvipokea? Asante. Haya, basi sawa. Mwingine? Mimi kwa majina naitwa Deo Chanja. Ndio. Nilipiga roba zangu 3, nilipakiza kwenye pikipiki. Ndio. Nilikamatwa Kibaha hapo. Ndio. Akiwepo mtendaji kata, katibu tarafa, Wile huyu akiwepo, mtendaji wa kijiji akiwepo. Ndio. Wakaniambia nilipe faini ya 200,000. Ndio. Baada ya hapo mimi nikawa hiyo hela sina. Ndio. Nikafanya kuomba hela za kufanya kuomba, nikaomba kwa kaka yangu shilingi 10,000. Bodaboda aliyobebea mzigo akalipa 10,000. Mke wangu akatoa 10,000, nikawapa 30,000. Nikawaambia basi nipeni basi risiti. Wakasema ukitaka risiti lipa 200,000. Ndio tukatie risiti. Baada ya pale mimi nikaamua kuacha mpunga, mke wangu akaona na mimi nimechukia, nikaondoka naacha mpunga pale. Mke wangu akabidi mtafute bodaboda mwingine, akabeba ule mpunga akarudisha mashineni. Kwa maana resi ilikuwa ndio hivyo, maana ndio hiyo tunaona sikio kubwa sana kwetu. Hiyo ni jana hiyo? Juzi. Sawa. Sisi wakulima sio wabishi. Tatizo liko kwa wafanyabiashara wenye vyombo vya uendeshaji. Kama roba moja nilikuwa nachukua kwa mfano shilingi 5,000. Sawa? Kutoka huko nilikotoka mpaka hapa. Sasa ukiniambia niweke debe 7, nimekubali. Lakini hiyo debe 7 maana yake unitoze 3,500, maana yake debe nilikuwa nachukulia shilingi 500. Sasa hapa tunachobishana ambacho tunaonekana kigumu ni kwamba nini? Sisi wakulima tunavyokuweka roba debe 7 hizo, mfanyabiashara mwenye chombo cha uendeshaji anataka anipige 5,000 ile ya debe. Umenielewa? 5,000 ile ambayo angenipiga kwenye debe 10, na mimi nafanya kilimo biashara. Ina maana ninapofanya kilimo biashara na mimi na mahesabu yangu. Lakini kila kitu tukimwachia mwendeshaji wa mashine, maana wewe una mashine, una chombo. Nimefanya uchunguzi wenye mashine wote hapa Mlimba, wengi wana vyombo vya usafiri, wana vyombo vya kupigia mpunga. Kwa hiyo ina maana wao kama wao wanaweza wakakaa kama wao wakatuamria sisi wakulima tuwafanyie nini mwaka huu. Sisi wakulima hatuna kwa kusemea. Ila nilikuwa nawaomba nyinyi wenye vyombo vya usafiri na wenye mashine, sisi tuko tayari kabisa kuweka agizo la serikali la debe 7. Isipokuwa nyinyi ndio mkua tatizo muda mrefu, mnatuwekea bei zile zile za debe 10. Hata kama kwenye kupiga huko tunaweza tukapiga hizo debe 10 mnavyotaka nyinyi, lakini kwenye kutoa shamba kuleta huku na makuli nao wapunguze bei. Kwa sababu tunapofika mashine unakuta kule anasema afadhali saizi tunapiga hela kuliko zamani. Kiloba cha debe 7 tu tunalipa nani. Hata na cha usafiri hivyo, kama alikuwa anabeba tani 10 atabeba tani 10 kwa kiwango kile cha debe zile 7, lakini ananufaika kwenye bei kwa sababu bei inakuwa kubwa ile ya debe 10. Ndio hapo tunapopishana wakulima na wafanyabiashara. Lakini hili la ujazo mimi naona limekaa sawa, lakini mshuka kwenye bei. Sawa? Mkishuka kwenye bei ili inatekelezeka kwa 100%. Ni hayo tumekuwa nasema. Haya, wafanyabiashara za mashine. Kwanza niombe utusomee hiyo barua tuisikie kwa masikio yetu,
ili tuweze kujua hicho kilichoandikwa na unachotueleza kiko sahihi. Moja. Mbili, kuna vitu unafanya ushawishi baadhi ya sehemu kuliko kwa mlaji. Nyinyi mnaotutegemea ni sisi wakulima, lakini mmeongea na mtendaji, mmeongea na mkurugenzi, mwisho wa siku kaamini kabisa kwamba wale tutawaburuza tu vile vile wanavyotaka. Lakini mimi nikuambie, sisi tunamshukuru sana bwana mwenyekiti wa bwana Tano Balali, kwa sababu yeye ameliona ili kwamba ni tatizo, na watu tayari washaamua kufanya majukumu la kuandamana ili waweze kwenda kufanya kumuona huyo aloagiza hilo jambo. Kwa mfano mimi nachukua mpunga wangu na upeleka nyumbani, inahusianaje na hicho kiroba cha debe 7? Na kwa nini nikamata napeleka kwenye mashine? Lakini hivyo vitu vyote vinatokana na nini? Ushirikishwaji elimu. Kama nyinyi mlipanga hilo, mlitakiwa muende kwenye kijiji kwa kijiji, kwamba ndugu zetu, kulingana na changamoto 1 2 3, basi tunatakiwa tupunguze hivyo viroba, ili hivi viroba vio vidogo kwa urahisi, kwa ajili ya kuwasaidia nani hao makuli. Watu kule kwenye vijiji wangekuwa wanajua kwa umoja wao na kwa fikra zao, wangeona kwamba kweli tunafanya maamuzi sahihi ya kuwasaidia wenzetu wengine. Lakini nyinyi mkaona hapana, sisi hawa tuwashirikishi, hawa sisi watakuja tu. Hivi hapa sisi wote hapa tukisema wote hapa tuweke nyumbani kwetu mara nini huo mpunga, nyinyi mtapata nini? Na ataenda kuamua kwa na mimi sasa naupeleka kwenye mashine ninayotaka mimi, wewe utapata nini? Kwa hiyo ifike wakati tushirikishane vizuri ili tuweze kufanya jambo hilo kwa utaratibu. Lakini lile roba la debe 10 limetengenezwa kwa ajili ya ujazo wake wa debe 10. Sasa sisi mnalazimisha sisi tuweke debe 5, wakati huo nauli inabaki ile ile. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Katibu, wewe wafanyabiashara wa mashine, utusomee hiyo barua ili tuisikie, alafu tutaendelea na hoja zingine. Asante sana. Nani Chris? Jambo hili mheshimiwa, mpigie mkurugenzi, ndio utapatikana ukweli wa jambo hili. Kuna nini hapa kati? Mwelekeze katika wilaya yako au jimbo la Mlimba, kuna kata moja tu au 2 ndio zenye ujazo huu uliokubaliana nao. Maana yake Mungu, kwa maelezo ya mheshimiwa hapa, Mungu kapitisha ombi hili kata ya Mlimba na Kalengakelo basi, lakini kata zingine zote hawana Mungu huyo, hatuwezi kufika. Mwambie mkurugenzi bwana, ile oda ulioileta kata ya Mlimba na Kalengakelo, maana yake sasa watu wa Mlimba na Kalengakelo tuhamishwe tukakae kata zingine, yeye abaki na mashini zake mkurugenzi, ili waweze kufanya kazi hiyo. Huu ndio ukweli usiopingika hata kama una maumivu. Lakini kuna mheshimiwa hapa amesema makuli huwa wanafikia mahala wanakunywa mpaka power au jibusti zile kwa sababu ya kuongeza nguvu. Kuna watu wanakunywa jibusti mpaka 10 kwa siku moja, lakini sio makuli. Wale tunasemaje? Wale wamejizira maisha, wanataka kufa. Ile ni starehe ya mtu, kaamua yeye mwenyewe, leo nataka ninywe jibusti 2 kwa ajili ya afya yake, 5 kwa ajili ya afya yake. Sasa wewe ukimpa supporter kuona kwamba huyu anakunywa kwa sababu ya kazi yangu, tafsiri yake kuna mtu nyuma yako unamuua bila sababu. Ndicho hicho kinachofanyika. Habari ya kula, kuna watu wanakula chapati 5, chapati 6, mtu mmoja, lakini sio kuli. Amekuja yule, tunasemaje maneno haya? Messi kuja kutoa hili jambo la ufafanuzi. Tunasemaje maneno haya? Tunasema kwamba eti sasa kwa sababu ujazo umezidi, maeneo ya kuweka machache, na ndio maana tunafikia mahala tukaona ngoja tupunguze ujazo. Mpunga ni ule ule unaokuja pale, eneo ni lile lile, inakujaje akilini jamani? Hivi mimi mwaka huu nimelima, nimerudi nyumbani, nimelima leo sana, nimerudi nyumbani mimi nimepata mpaka homa, nimeamua kulala. Kesho siendi shambani, inatakiwa nipunguze shamba mwaka kesho? Hapa kinachosemekana hapa na kiongozi wetu, tafsiri yake mwaka kesho punguza shamba, utakufa. Sasa tunafika haya maneno tunafika nayo wapi? Lakini ukweli wa jambo hili, na kwa maneno yaliyotoka kwa kiongozi hapa leo, ukweli unabaki kuwa ukweli. Kiongozi yoyote wa chama hapa hatambuliki kwenye uongozi wa Mlimba. Maana yake yeye katoa oda mwenezi wa wilaya kuwa jambo hili lisitishwe na ujazo huu upunguzwe, haeleweki, hawa hawamtambui. Sasa
Kwa hiyo mpigie mkurugenzi wao yeye aseme, maana wao huku mtu anayemjua, ndio kwa maneno hapa ulisikia kwa vinywa vyao, wanaimjua hapa ni mkurugenzi tu kiongozi kwenye wilaya hii, lakini sio mtu mwingine yoyote. Ndio. Unaona? Hakuna kiongozi yoyote hapa, hata kama anakuja rais ataambiwa kwamba mkurugenzi ndio tunayemtambua, aliotengeneza jambo hili yeye, na anaiweza kutengua yeye. Inakuja sasa, kama ni kiongozi wao wenzetu hawa ni mkurugenzi yule sisi sio kiongozi wetu, basi hakuna shida, mpigie mkurugenzi atukatai sisi wanamlimba na wana Kalenga Kero, aseme kwamba mimi hawa sio watu wangu, na ndio maana nimewaletea waraka huu ili wananchi wa kata hizi mbili waendelee kuumia. Asante. Haya, nani kaka hapo? Asante mheshimiwa. Ujembe machache utasahau. Jamani, ameomba anasema angalau hawa anajibu kidogo sababu anaweza akasahau. Aongee kwanza huyu. Aongee huyu wa mwisho. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Samahani, mimi kwa majina naitwa Dismas Kinyambi. Na nataka tu nimkumbushe kidogo katibu kiongozi wa wenye mashine mheshimiwa Mbendo. Tafalani hii ya wananchi hawa, kwa sababu mwananchi ana tathmini nyingi sana katika kilimo anachokwenda kukifanya. Ndio. Na mwananchi huyu ni mwananchi wa kawaida sana ambaye 90% sana niambie, hana ruzuku kuwezeshwa, yani hawezeshi na mtu yoyote. Lakini mkulima anapiga tathmini nyingi, ndio hii tafalani unayoiona leo. Kwa mfano wewe mwenzetu umekuja na hoja tu ya kumwangalia kijana ambaye anakuja kuomba ajira kwenye kiwanda chako. Lakini kijana huyu anakuja kuomba ajira kwenye kiwanda chako, kiuhalisia yule sio mtu wako wewe mwenye mashine. Yani mkulima anafanya tathmini nyingi. Kuli bosi wake ni mkulima. Na ukipiga hesabu ukimfikiria kuli unakokwenda, ukifikia Pawatila, na ndio maana yule mjumbe alikuja alikufafanulia kwamba nyinyi waendesha mashine tunawafikia vitu vingi, kwamba upigaji mtaniambia debe napiga shilingi 1000 cha debe 7. Nikipiga usafiri hata iwe makilika mnataka kuja kunibebea kipeto kile cha debe 7 kwa shilingi 5000. Nikipiga hesabu kwa kuli, wewe kuli umemwamuru kwamba upangaji nimepunguza bei, nitapanga kwa kipeto 1500 sawa. Lakini pia yule kuli mngefanya makubaliano kati wenye mashine na wakulima, hii ingekuwa rahisi sana. Lakini unaponyanyuka tu mwenye kiwanda kumzungumzia kuli tu, yani manake wewe unakuwa mkulima hujamuangalia, ikiwemo kuli ni muomba ajira tu kwenye kiwanda chako, sio mtu wako. Hoja yangu ni hiyo tu mheshimiwa. Na hii ndio tafalani kubwa unayoiona. Asante. Labda nitangulie kujibu swali alilouliza huyu bwana, kwa sababu ameuliza lakini ametoa na muongozo kidogo. Kwenye swala la huyu bwana, swala la usafiri. Ndugu zangu, labda niseme wazi. Sisi sio kana kwamba pengine kwenye swala hili hatujakaa vikao vya mara kwa mara. Tumekaa vikao sana. Sasa kwenye swala la usafiri kwa kweli tuliweza kukaa. Na yani kiutaratibu wote kwamba tuliweza kuuweka. Kwa mfano, swala la kuhifadhi viloba. Kwa mara ya kwanza tulikuwa tunapanga kwa shilingi 1000. Lakini tulikuwa kwa makubaliano ambayo tulikubaliana tukasema kwamba kwa kiloba kidogo hiki nitakuwa tupange kwa shilingi 500. Kutoa tulikuwa tunatoa shilingi 2000. Kiloba hiki kidogo tutoe kwa shilingi 1000. Hayo ndio tuyotengeneza makubaliano. Na ndio yaliyoainishwa hadi kwenye barua ambayo tulienda kwenda kuomba kwa mkurugenzi. Naomba nani? Sawa. Niombe. Ngoja ayajibu, alafu kisha ayajibu ndio tunanyosha kidole. Yani kama kuna mmoja anaweza akatolea ushahidi kwenye mashine yangu mimi, itakuwa ni jambo jema zaidi. Lakini usiseme hayapo wakati nimekwambia hivi, hata wanafunzi 12 alikuwepo msaliti. Sasa kama kuna ushahidi unaosema kwamba mashineni kwangu mimi kuna watu wanapanga kwa shilingi 1000 au kwa shilingi 700, basi nitaomba ushahidi huo. Lakini msiseme kwamba hayapo, mnanikatisha tamaa. Basi niendelee na swala la huyu. Kwenye swala la usafiri, kwa mfano kama kwenye swala la kupiga tulisema kwamba jamani tukubaliane kupiga ni kiloba kidogo shilingi 6000, kiloba kikubwa shilingi 9000. Na kwa nini tulifika shilingi 9000? Mafuta nadhani uchumi umeshaenda juu. Na swala la mapigano nadhani kila mtu analielewa hilo. Kwamba mapigano yanaendelea, mafuta kutoka kwenye mwaka jana 2800, leo hii 4300.
kiwango hichi, kama kuna mtu ambaye ni mtaalamu wa kupiga hesabu anaweza katusaidia kupiga hesabu. Kama tulikuwa tunapiga mwaka jana shilingi 7,000 hadi 8,000 kiloba, leo tunapiga shilingi 9,000, hicho kiloba kikubwa agawanye, au ni kweli ni halali kupiga kwa shilingi 9,000 kama si zaidi. Tunapiga kiloba hiki kidogo shilingi 6,000. Sidhani kama kuna mtu ambaye anasema kwamba tofauti, kuna mashine yoyote ambayo wamiliki wa mashine yupo anayepiga zaidi ya 6,000, basi aseme, tuwe tayari. Nashukuru utanijibia, hakuna shida. Kwenye swala la usafiri, tuliweza kukaa. Swala la usafiri lilikuwa changamoto sana. Na kwa nini lilikuwa changamoto? Kwa sababu moja ambayo iliyokuwepo, kuna mchanganyiko. Kuna wapo ambao ni wamiliki wa mashine, wana vyombo. Kuna wapo ambao hawana mashine, wako nje ya mashine. Jambo hili limeleta shida sana, na nimeletewa mimi malalamiko sana, si kana kwamba pengine ni kwa mkulima tu, hadi na viongozi nimeletewa sana malalamiko hayo. Lakini malalamiko hayo nilikuwa nashindwa kuyajibia, kwa sababu tayari kuna vitu vya kama vile soko huria. Na kwa nini soko huria? Hata tulishindwa kulipatia majibu, kwa sababu tulisema kwamba maeneo yanatofautiana na maeneo mengine na mazingira yamekuwa ni shida. Kwa mfano kama hivi, unaweza kukuta mzigo unatakiwa upakie, sehemu ile ina shida, inatakiwa ushushe uje upakie tena, tayari unakuta kuna bei lazima ziwe ongezeko. Jambo hili mimi alinipigia mwenyekiti wa diwani Malta Mkula, alinipigia simu akaniambia, hili jambo mbona linaleta shida, tunafanyaje? Nikamwambia, mkuu, hili jambo mimi kwangu linakuwa ni shida kwa sababu kuna mchanganyiko wa vyombo. Kama inawezekana, nikashauri hivyo, nikamwambia kama inawezekana, naomba mpigie mkuu wa kituo. Ukishampigia mkuu wa kituo, atuitishe wafanya biashara wote wenye vyombo vya moto. Tukishaitishwa ndipo tupeane miongozo hapo. Tofauti na hapo, mimi sina uwezo wa kusema kwamba eti nitaita vyombo vya moto. Mimi na uwezo wa kuita hao wamiliki wa mashine. Hao wamiliki wa mashine wako chini yangu na uwezo wa kuwaita. Lakini wamiliki wa vyombo vya moto itakuwa ni ngumu. Nikamwambia kwamba amwambie mkuu wa kituo atuite sisi wote, kama inawezekana tuweke mambo sawa. Baada hapa akasema kwamba bwana, ili ngoja kwanza nimpigie kwanza mkuu wa wilaya ili aweze kumuelekeza mkuu wa kituo. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Kampigia mkuu wa kituo, ukaa kidogo, akanirudia tena. Alivyonirudia tena, nikamwambia unasemaje? Akaniambia kwamba bwana ameniambia hivi kwamba kuna wakala wa vipimo atakuja hapa halmashauri. Kwa hiyo kama wakala wa vipimo atakuja halmashauri hapa, ngoja kwanza tumsikilize huyu. Maana wakala wa vipimo sijui na waziri nani sijui, nadhani unaelewa. Wakisha kuja hawa, watolee majibu jambo hili. Baada hapo ndio sasa hapa kitafuata kingine. Okay, sawa, hakuna shida. Mimi nikatulia. Mpaka leo kimya. Nifanyeje sasa mimi? Na hili jambo liko nje ya uwezo wangu mimi. Mtu ambaye pekee ni kama hivi nilivyoelekeza kwamba mkuu wa kituo aitishe. Kama sio mkuu wa kituo, kiongozi mwingine yote aitishe vyombo vya moto. Kwa hiyo unakuja kukuta kama kwenye swala la bei linakuwa shida lipo hapo, kwamba kuna vyombo vya moto tofauti na kuna vyombo vya moto vya kwetu sisi. Hiyo ndio imekuwa ni changamoto ambayo inakuwa ni kubwa. Lakini lazima niseme wazi, bado narudia tena lile neno kwamba usaliti upo kwenye swala la utendaji wetu wa kazi. Wapo wasaliti. Kwa hiyo jambo hili, naomba tusikilizane jamani. Jambo hili kiufupi, majibu ya huyu bwana ndio hayo. Nije kwa huyu bwana, nadhani anachosema kwamba tunaomba tusome barua ya kwa mkurugenzi. Sijui nisemeje. Barua hii mimi ninachokielewa, hata Tano barua hii anaielewa, kwa sababu kwa bahati mbaya tu usiku wakati ya kikao ambacho ilikuwa takiwa tukae pamoja na huyu, nilikuwa nimepatwa na dharura, nikawa niko safarini. Lakini kikao nadhani walikaa, anakielewa. Hiyo moja. Lakini pia huyu diwani wetu alizunguka karibu kila vijiji hapa, akaelezea kwenye mikutano, na alikuwa ana moja kwa moja na maelekezo ya barua. Sidhani kama pengine kama nini, lakini kwa kuwa mnataka mnisome muisikie, hakuna shida, mimi naisoma. Sijui nitakuwa nimeeleweka vizuri. Kwenye swala
la bwana nani amesemaje, yani mambo mmekuwa nani tubasoma ni shida kidogo, yakiwa maswali mengi na nimekuja tu maana ningekuwa na peni na nani na ningekuja na barua yenyewe, yani kwa sababu amesema nijibie kifupi, lakini kimsingi kwa takiwa nije na vitu vyote hivi. Ukweli ubaki pale pale, ni kwamba sisi sio kana kwamba tunawapinga viongozi kama alivyosema huyu bwana. Sisi hatuwapingi viongozi. Kumbukeni, mara ya kwanza nimeanza kueleza kwamba sisi changamoto ambayo tuliyoiona ilikuwa ni shida kwenye utendaji wetu wa kazi. Shida kwenye utendaji wetu wa kazi. Kama alivyosema huyu bwana, anasema kwamba na maana anasema kwamba viroba hakunielewa pale. Nilimwelekeza hivi kwamba mimi viroba vikifika sehemu ya kumwaga kwanza kabla hujapanga ndani ni pale nje. Kwa sababu mkulima yote akifika kule ni wachache sana wanaofika sasa kwamba bwana roba zangu nataka zipangwe moja kwa moja. Lakini walio wengi sasa kwamba nataka nitue hapo, baada hapo nichambue. Za kukoboa nikoboe ngapi niziingize ndani. Sasa ninaposema kwamba mazingira yangu yamekuwa changamoto ni yale ambapo kwamba ukitoka mpunga shamba unatakiwa uwekwe chini hapa. Sio store nayo ya kutosha, hata ulete roba 5000 zinajaa tu, hakuna hata shida. Sehemu ya uhifadhi hapa ndio imekuwa changamoto. Changamoto inapokuja sasa ndio kama hivi nimeshaeleza kwamba ukiweka maroba pale wale makuli ukiwaambia wabebe wajitwishe wapeleke ndani, wakijitwisha leo hii maroba pengine 200 zikaingia, kesho uwakuti. Ndugu zangu, kama mnaona kwamba hili jambo sisi hatupati adha, na kama nyinyi mnasema kwamba mpo tayari wakulima kwamba sisi tutakuwa tunaingiza nyinyi wenyewe mle ndani, hakuna shida. Hatuwezi kuanza kusumbuka. Lakini changamoto iliyopo kwamba sisi tunahangaika, ndio bwana sasa kwamba yule bwana amesema kwamba hatuna yani sisi nyinyi ndio waajiri wetu. Tunakiri wazi kwamba ni kweli nyinyi ndio mabosi. Lakini mabosi mmefika mmetua nani maroba pale. Tunafanyaje? Namna kuingiza ndani tunahangaika sisi. Ikiwa tofauti na hapo wewe ndio unafika unasema kwamba uzembe gani huu? Kitu ambacho kinakuwa ni shida kweli yani. Ndugu zangu, kwa sababu sijaja na peni, ningekuwa na peni ningekuwa najibu maswali kwa hatua, lakini sasa najibu kwa mara moja yote, mnisamee bure. Lakini hali halisi ndio hiyo. Labda pengine nisome barua. Nafikiri ile barua. Ngoja jamani, kuna ile barua ambayo amesema muisome, nafikiri anataka kuisoma hapa ili msikie. Sawa. Lakini mimi niseme jambo moja kabla hujasoma hiyo barua. Ni kweli mimi nilishirikishwa kwenye kile kikao. Japo mlikuwa mmekiahirisha afu mimi nikaitwa. Mimi niliomba hiyo barua pamoja na yale na zile gharama ambazo zilikuwa zimewekwa mwe ndani. Nilinyimwa hiyo barua. Kama msimpe mwenyekiti au watendaji. Sasa unajua hapa usingepata shida. Maana mimi ningeomba bwana kuna kitu ambacho barua ninayojua mimi ni hii. Sisi tumeelewana vizuri. Ilikuja moja mbili tu. Kwanza wangejadili, wangekuwa na majibu. Na hiyo nadhani swali hilo lisingetokea. Hoja yangu ya msingi iko hivi. Barua nyinyi mlienda kama umoja wa mashine. Mkaenda kwa mkurugenzi. Mkafanya jambo zuri sana. Lilikuwa wala halina shida. Kwa sababu tayari mlivyokuwa kabla mjaenda kwa mkurugenzi, mngekaa na hawa wateja wenu. Sisi tumeelewana vizuri. Yaani hoja iko hapo. Kama unachokisema. Sasa tunakubaliana. Jamani, wewe unakuja na mpunga wako pale debe 10, iwe usiku ile saa ngapi? Panga hapo. Mwenyewe akishindwa aelewane na kule, akikataa atajua yeye anapeleka wapi. Kwa sababu unajua kuna mambo mengine unaweza ukawa unajitwisha mzigo mzito. Sio tumeelewana vizuri? Kumbe wote ni wateja wako. Kumbe wote ungekuwa na maamuzi. Leo hii huyu mkulima hata kama bei ndio iko unataka upange kwa debe 7. Amekuja pale, jamani utaratibu wetu sisi hapa ni kuweka debe 7 kwenye store. Umekuja na debe 10 hapa. Si ndio? Ukifika hapa unatakiwa uweke kwenye kiroba cha debe 7 upanga store. Yaani mkulima aambiwe yeye mwenyewe achague. Aiza pale pale au punguze kwa sababu kule ubebaji na vibunia viko 13. Kwa videbe 7 kipawatile kile kimejaa full. Sisi tumeona vizuri. Kumbe angeweka kwenye debe 10 au akaweka debe zake 12, zikaja gunia 4 tu pale. Akalipa hela kidogo. Alafu akifika pale mwambie bwana mpunga wako huu uweka debe 7 ili tuweke store. Yaani ni makubaliano kati ya wewe mfanyabiashara pamoja na mkulima wako. Sisi tumeona vizuri. Lakini kwa sababu lilikuwa ni wazo la upande mmoja, leo linawaumiza hawa watu wengi. Sasa ona madhara yake. Samahani kabla hajasoma hiyo barua. Ona madhara ambayo yanaenda kujitokeza. Wewe umesema debe 7 ndio zije pale.
Sasa imekuwa kama ni sheria ya mkurugenzi kwamba kila mpunga unaokuja kutoka shambani uje debe 7. Naona sasa ilivyokuwa. Akiweka debe 10 anapigwa fine. Lile loba la debe 8 na nusu. Debe 8 na nusu. Lina ujazo wa kilo 100. Debe 10 lina ujazo wa kilo 100. Sio, unanielewa vizuri? Yaani ni mambo ya kuelewana kati ya wenyewe wafanyabiashara na wale wateja wao. Unajua kuna vitu vingine vinaweza tukawa sisi hapa tunaona kama ni mgogoro. Sio, tumeelewana? Nia yenu ni nzuri. Nia ni nzuri, wala hiyo nia sio mbaya. Lakini kubali unapokuwa unafanya mabadiliko kati ya mashine yako kama biashara pamoja na hawa wakulima, washirikishe wale wateja wako waliokuwa kwenye mashine. Walio wengi humu ndani, kuna wengine wanaweka kwenye mashine na wengine hawaweki kwenye mashine. Sasa wanayeumia humu ndani ni yule ambaye amebeba debe zake 9 au 8 au 10 anapeleka nyumbani. Inamkuta hiyo adha. Unajua na wao wanasemaje? Kwani ni sisi? Ni wakina Mbendo na watu wenye mashine ndio wanaojibiwa hawa, sio sisi. Kwa hiyo mzigo ule wote ule wa hawa mnabeba nyinyi. Sasa leo tumemuuliza mtendaji kata, anasema kuanzia jana tumefuta swala la kukamata. Unafutaje kirahisi rahisi? Akati kuna watu mwapiga faini. Sio, tumeelewana vizuri. Ngoja tumuite mwenye akasema tena jambo hilo. Sasa hizi hapa nafanya mawasiliano na nani? Na mtendaji. Naambia waite, amenitumia message, wanakuja Wile na Makwanda. Wamegoma huko, wanashauriana huko namna gani wanaenda kulipa faini za watu waliokuwa wamechukua hiyo. Sasa hebu uona hiyo kitu kama imekuwa ni sheria, kama imekuwa kweli ni sheria, ni mpango ambao umekaa vizuri. Waambie hawa wananchi kwa uwazi ili huyu ajue kabisa kwamba ninapotoka shambani kiloba changu cha debe 10, lakini Waikule, unajua wakulima wanapeana taarifa. Waikule anampigia Wamlimba anampigia Wachita anampigia Wachisana. Hivi ninapokuambia hivi mpaka Kalingakelu wenyewe tayari watu wanaweka sasa debe 10. Sisi tumeona vizuri. Sasa hebu ona hiyo kitu inaenda kuleta, kwa nini inakuwa ni sera ya mkanganyiko? Ndio tukasemaje, wenye mashine wapo, katibu yupo, aje atoe ufafanuzi. Lakini mimi niseme neno kwa watu wa mashine yetu, hawa ambao ndio sisi, hawa ndo nani wetu. Niwaombe sana, hawa ni wananchi wenu na ni watu wenu. Mnapotaka kujadili jambo lenu, basi muwashirikishe sana hawa watu, ili muondokane na mkanganyiko, kwa sababu kuna watu na sisi wanasiasa tunakusakizia wewe, sio sisi hapa. Ili jambo nafikiri na mimi, angalia orodha ya majina, umeona hii? Kuna Mbendo, si kuna nani, kuna Messi, hawa ndio tatizo hao. Sasa ukishasema hivyo, kumbe wakati ni jambo ambalo mlitakiwa mkae pamoja, mlitakiwa mlimalize tu. Lakini kingine umesema hapa kwamba diwani amezunguka kila kijiji. Diwani hajazunguka kila kijiji. Tuwe wa kweli. Sawa, hajazunguka kila kijiji. Jambo hili angezunguka diwani kila kijiji, hawa watu wasingekuja. Wangekuwa tayari diwani ana ile orodha na barua ya mkurugenzi, kwa sababu yeye ndo anayehusika. Angewaambia hawa wananchi wake, jamani nyie, hapa tuna 1, tuna 2, tuna 3, barua ni hii hapa na sheria imepitishwa ni hii hapa. Huyu mkulima ana swali? Hana swali. Lakini ilitakiwa na wewe, nafikiri nani Mbendo ulinipigia mimi simu, tuko tunajadiliana, ni wanasiasa, mbona mnataka kukwamisha mchakato? Kuna mageti yamezuiliwa. Nikakuomba Mbendo, wewe si ndo katibu wewe, naomba waite wafanyabiashara, muite mtendaji wa kata, muite mheshimiwa diwani, tuite na si viongozi wa chama, alafu tukae pamoja tuseme nani amezuia hayo mageti. Sisi tumeona vizuri. Lakini wewe kujitia ukuita. Sasa pale uliposhindwa kuita pale, ndo haya unaona yanaenda kutokea. Watu wanakuja wanaandamana, watu hawakatai ujazo wa serikali kama ni kipimo ni kiasi fulani. Hawa hawakatai. Lakini kwa nini mimi nakuja na gunia langu 3 nataka nilete pale mashineni, alafu kule napigwa faini? Gunia 3 za kwangu naleta pale mashineni. Nikifika pale wewe unazikataa. Sasa unavozikataa uko sahihi. Basi waambie hao wakulima kwamba bwana, ukija na mpunga wako kutokana na utaratibu sisi tulikuwa tumeuweka, ukifika hapa weka mpunga wako hapo, lakini kesho ili tupange store weka kwenye vya debe 77. Kule amepunguziwa gharama. Sasa mtu anachukua kwenye usafiri, anapigwa kiroba kile kidogo. Anakuja huku tena anaamua kudikita, ukiangalia kwenye vile viroba anaweka pipa hivi. Mwingine cha debe 7 iko, akifika njiani anakamata. Anaweka pengine anashona, anaweka na nyasi pale, anazuia, kinafika pengine sasa shusha kwenye mzani. Wanatembea na mzani pale, kuna mzani sio walichukua mashine gani jana nimepata taarifa. Unachukua mzani unaweka, anaambia shusha gunia 1 hii.
wanaweka pale. Ikifika tu 7 na zaidi, faini, anapigwa faini. Sasa wewe uone kama wale ni wateja wako? Naona hawa ni wateja wenu, na nyinyi mnatakiwa mkae chini hili jambo, mkae upya, mliangalie upya, kwa sababu wasije wenzenu wakawaingiza na kuwachonganisha na wakulima, kuona kwamba nyinyi ni mashine ndio mnawatengenezea maisha magumu hao wenzenu, ambao wenyewe wanategemea mashine yako wakoboe na wapate fedha, na wewe unategemea upate fedha. Lazima tuwe na huruma wote, lakini tunahangaishwa sisi viongozi kwa watu kama hao. Unawapeleka wapi? Sasa diwani hapa angekuepo, singewatolea ufafanuzi na hawa. Lakini na nyinyi mlitoka mumsukume diwani, bwana, tumeleta waraka wetu hapa, naomba unapotembea diwani na mimi niwepo, na sisi wafanya biashara, ili tulijibie. Sasa leo diwani anasimama yuko Ipopo, anazungumza, wewe au anachokizungumza kule unakijua? Anasema jambo hili ni la hawa.